Bwana kukuleta hapa itatimia. Hakuna nguvu inaweza izuia. Shetani hawezi akaizuia. Manake ni Mungu alikuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Alijua utakuwa hapa leo. Shukuru Bwana kwa watumishi wako walio katika nyumba hii. Mchungaji Karo, mchungaji Sam, ndugu yangu Azenze, wahuduma wote. God bless you and keep you strong. Maandiko inasema mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo. Bwana akutie nguvu utamatishe hii safari. Na ndio ukisimama mbele zake atasema, well done, good and faithful servant. May God keep you strong and clothe you with his power. Asubuhi ya leo napenda nishiriki neno la Mungu that I've entitled Set Free to Serve. Nimewekwa huru ili nimtumikie yeye. Hiyo ndio tafsiri. Nitaomba tu unikubali nichanganye lugha zote zile ambazo ziko hapa. We've been set free or liberated to serve him. Kwa sababu gani? Mungu anakuwa na makusudi na sisi watu wake. Hata yule anakaa ni kama hana sababu ya kuishi. Hata yule anakaa ni kama ako accidentally hapa. Huyu ako na sababu mbele za Mungu. Maandiko inasema kitabu cha Kutoka, sijui media kama wako na Kiswahili, waweza tuwekea Kiswahili, Kutoka sura ya 10. Na kama hawana nitasoma ya Kiingereza, manake ndio niko nayo hapa. Exodus chapter number 10, Kutoka 10. Verse number 1, the Bible says, and the Lord said to Moses, go unto Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I may show thee these signs. All right. Kama mnaweza pata Kiswahili itatusaidia, lakini sawa tu. That you may tell in the ears of thy son and thy son's son what things I wrought in Egypt, and my signs which I have done among them, that he may know how I am the Lord. Ili mukajue, ukasikie haya, uambie wanao na wana wanao, waweze matendo niliyoyafanya, waweze kufahamu jinsi nilivyo mimi ndimi. And Moses and Aaron came unto Pharaoh. Thank you. Verse number 3. Musa na Haruni. Mstari wa 3. Mstari wa 3, samahani media, verse 3. Basi Musa na Haruni wakamwendea Farao na kumwambia, Mwenyezi Mungu, Mungu wa Waebrania asema hivi, mpaka lini utakataa kujinyenyekesha mbele yangu? Waache watu wangu waondoke ili wapate kunitumikia. Ukikataa kuacha watu wangu waondoke, basi kesho nitaleta nzige waivamie nchi yako. Jina la Bwana litukuzwe. Kuwekwa huru, tumewekwa ili tumfanyie Mungu nini? Tumtumikie. Tangu zamani za kale, Mungu amekusudia kuwa na watu ambao wanaweza kuwa kinywa chake, masikio yake, mikono yake, miguu yake na kila kitu. Yeye alikusudia, aliumba mbingu na nchi, alafu akatupatia uweza. Akasema increase, multiply, mutamalaki, mumiliki, mutawale, ndege wa angani, samaki wa baharini, wanyama wa kondeni. So after creating akatupatia mamlaka. Hiyo ingine tufanye. Lakini unapata bado kuna kitu. Kama ni kutawala, tunatawala either 10%,
wengine 2%, wengine 90%. Bado haijakamilika. Hii Mungu alikuwa ameahidi tangu kitambo sana, that I want a people. Tutarudi kwa ile somo yetu, waache watu wangu waende wanitumikie Mungu. And even today the Lord is saying the same. Let my child go. Muache mtu wangu aende anitumikie. Wengine wamekamatwa na hali za maisha. The reason you cannot serve God, you have issues ambazo zinakuoppress. Is the reason you serve God 10%. Kwa sababu kuna vitu zimezuia 90%. Wengine tunamserve Mungu, tumepewa tu ruhusa ya kumserve 50%. Hiyo ni magonjwa inakuweka chini, hiyo ni nguvu za giza, iwe ni akili, iwe ni nini. God is saying, let my people go and they may serve me. Let my children go. Sasa anamuuliza, utakuwa na roho ngumu hadi lini? Hadi lini? Kwa sababu Mungu anakuanga na patience level. Kuna wakati huwa inafika patience yake inaisha. Hadi lini utatesa watu wangu? Hadi lini utatesa huyo mtoto wangu? Utamtesa hadi lini? Nimekupatia muda wa kutosha, umwachilie. Ni hadi lini? Man of God is asking. Na kama utaendelea na shingo ngumu, nitafanya jambo. I want to announce to somebody today, God is on your case. Hiyo kitu ambayo imekaa miaka na miaka, kuna wakati wa Mungu anasema imefika. Wakati wa kuchoka na kuona umezuiliwa. Unazuiliwa, ukipiga hatua 2 mbele 3 nyuma. Unapiga 4 mbele, nyuma unarudi 2. A day comes when God says enough is enough. Hata katika hii huduma, enough becomes enough. Wakati mtumishi wa Mungu anatembea mataifa ya ulimwengu, na umetembea na yeye miaka 3, miaka 4, na Nairobi hujavuka, Mungu anasema enough is enough. Yatosha, imetosha. Until when will you hold my people from serving me? Until when? Hadi lini utazuia huyu mtoto wangu anitumikie? Neno lingine la kutumikia Mungu katika Biblia, kwa sababu ya interest of time sitawasomea scripture. Neno lingine la kutumikia Mungu in Exodus 3 and 4 ni kuworship. Neno lingine ni kumtolea, kumfukizia uvumba, kumtolea dhabihu ya kuteketeza. Let my people go that they may offer a sacrifice to me in the wilderness. Let my people go that they may worship me. Unapata kuna vitu, yes, lakini hiyo kitu Mungu anataka kwako bado hajaipata. Na anasema enough is enough this morning. Ema nitatuma nzige, alimwambia Farao. And so Pharaoh akafikiria ni hekaya za Abunuasi Musa. Farao akafikiria huyo mtu ni idler, hana kitu cha kufanya. Who is he to tell me to release God's people? Ni nani aniambie niachilie watu hawa watu ni wangu, mimi ndio Mungu wao. Let me tell you, children of God, Mungu ni Mungu wa wivu. Huyu Mungu tunayemwabudu ana wivu sana. Hawezi akakushare wewe na Mungu mwingine. He can never share you with another God. He is very jealous, very jealous. It is either wewe ni wake kabisa kabisa, ama ni wa huyo Mungu mwingine. Hawezi shiriki, he cannot. Na akafanyia Farao vile alisema. Watumishi wa Farao wakaja kwake, mstari wa 7. Wakamuuliza Farao, mstari wa 7, samahani, Media House on the same chapter. Wakati sasa Mungu amefanya kile amesema, watumishi wake wanakuja, kisha Mwenyezi Mungu akamwambia,
verse 7. Exodus chapter 10 verse 7. Samahani. Exodus 10:7. Viongozi wa Farao wakamwendea wakamuuliza, "Je, mtu huyu atatusumbua mpaka lini? Huyu Musa atatusumbua mpaka siku gani?" Wakati mtu ametumwa na Mungu kuweka watu huru, anakuanga ni sumbua kwa ufalme wa giza. Wakati mtu ameinuliwa na Mungu ili kuweka huru waliofungwa na shetani, mateka wa ibilisi, anakuwa sumbua. Na watatafuta njia yote kumwangamiza. Hata hii Nairobi, si tumewaona Nairobi wamejaa Freemasons, Satanists and all that. Huyu mtu atatusumbua mpaka lini? Makahaba wanaokoka kila siku, walevi wanaokoka, tunapoteza watu wa kuabudu. Shetani anasema watu wangu wamechukuliwa. Huyu mtu atatusumbua mpaka lini? Until when? Huyu mtu amefagia miji ya Nairobi, watu wanaokoka usiku na mchana, atatusumbua mpaka lini? Watumishi wa Farao wanamuuliza, this Moses guy atatusumbua hadi siku gani? Until when? How long? Atakuwa mtego kwetu hadi lini? Until when will he be a snare? Mungu anauliza, utashika watu wangu hadi lini? Watumishi wa Farao wanauliza Farao, huyu mtu atatusumbua mpaka lini? That is where we find ourselves. How long? Wanamuadvise mfalme, let these men go. Wacha waende, watuondoke ili wamtumikia Mungu wangu. Mungu wao, wacha waende. Waende zao wakamtumikia Mungu wao. Je, wewe hujali kwamba nchi ya Misri inaangamia? Watumishi wa Farao, wale advisors wake walikuwa wamewaka na yeye, sasa wamechange their minds. Mbeleni ndio walikuwa na muadvise vile atafinyilia watu wa Mungu, vile atawagandamiza, vile atawafinya. Sasa wamuuliza, please waachilie waende, tutaisha. May that be your case today in Jesus name. Wale wana advise Farao akufinyilie, watamuadvise, please muachilie. Akikaa hapa tutaisha. Asipoenda kumwabudu huyo Mungu wake, tumeisha. There are people, agents of Satan, demons and devils that tell Satan, hapana, huyu hawezi enda. Huyu akitoka aende kuabudu huyo Mungu, hapana, ni hasara kubwa. Ujui vile ametuletea faida kwa ufalme wetu wa giza. Uoni vile ametuletea biashara kubwa. Inafika siku Mungu akianza kumove, wanaanza kumwambia, wacha aende. Atuondoke, hii ni shida. Atuondoke kwa sababu tutaisha. May that be your case this morning in Jesus name. Whatever is restraining you from serving God fully, it will leave you. Na itasema aondoke, aende haraka sana, atuondoke. Kwa sababu ukikaa umezuiliwa, ndivyo maisha yao inaangamia, ndivyo biashara zao, ndivyo ufalme wa giza unasumbuka. That disease must go. Itasema, wacha nikatafute mwingine. Huyu sitawezana na yeye. Said, let them go. Let them go and serve their God. Huyo Mungu wao anashinda kuimba Mungu kila siku. Let them go. Tumeharibiwa, tumetosheka. May that be somebody's case today. Verse number 8, maandiko inasema, mstari wa 8. Musa na Aruni wakaitwa warudi kwa Farao. Naye akawaambia, nendeni mkamtumikia Mungu wenu. Go and serve that God of yours. Have enough trouble from you. Go, leave my palace, leave. Lakini munaenda na nani? Munaenda nyote ama kuna wale wanabaki? That is what he was asking. Moses, are you going all of you, or bado nitabaki na watu wa kuniabudu, kunifanyia kazi ndogo hapa? Mutaenda nyote ama munaenda na nani? Mstari wa 10 inasema hivi.
Mstari wa 10 inasema, kwa kuwapuuza Farao akawaambia. Kuwafanyia nini? Kuwapuuza, kuwadharau. Akawaambia, Mungu wenu na awe nanyi, kama nitawaruhusu muende zenu na watoto wenu. Yaani nyinyi endeni, muache watoto hapa. Ni dhahiri kwamba mna nia mbaya moyoni mwenu. Farao, that spirit of Pharaoh is even at work today. Enda uabudu, lakini acha watoto wako hapa. Enda uabudu huyo Mungu wako, lakini nipatie watoto, nipatie sehemu yako, hao ni wangu. Haiwezekani mtu afanye kichwa hivi. Never. Nikienda naenda na watoto wangu na wajukuu na vitukuu na kila kitu. Sema endeni, lakini eti Mungu awe na nyinyi. God be with you. God be with you as you go to worship that God of yours, to offer sacrifice to him. Go, just go. Lakini kama nitawaruhusu mwende na watoto wenu, mshangae. Sisi tutaserve Mungu na watoto wetu. Watoto wetu si wa kupigwa risasi wakiandamana street za Nairobi. Watoto wetu ni baraka kwa kizazi chao. Watoto wetu watatumikia Mungu kwa kizazi chao na vizazi vijavyo. Wawe ni wa uzao wa tumbo na wa rohoni. Wale wote ni watoto wa nyumba hii, watoto wa Mtume Nura Waruinge, wa mwili na wa roho, watamsavu Mungu wake. Shetani apende asipende, anaweza meza wembe, si ndio? Si ameze. We will serve God like our Father, and our children will serve God, and their children will serve him. Hakuna ile hapa katikati, wengine wasavu shetani, wengine wasavu Mungu. Hakuna, ni zote. Let them go. Farao akajifanya mkaidi, akakaa, locust wakarushwa katika ile nchi, wakanyesha kama mvua katika ile nchi. Oh, glory be to God. Wakati ilifika mstari wa 15, maandiko inasema verse number 15. Sitaki kusoma zote because of the interest of time. Mstari wa 15 unasema hivi, wale nzige walifunika uso wa dunia yote. Dunia yo? Mstari wa 15, walifunika nchi yote ya Misri. Thank you. Hata ardhi ikaonekana kuwa giza. Wakakula mimea yote, matunda yote yaliyosalia. Tuka mstari wa 15. Wakati wa ile mvua ya mawe, hakuna hata jani moja lililosalia nchini. Hakuna jani lolote lilosalia juu ya mti wala mmea popote katika nchi ya Misri. Mstari wa 16. That is the degree of destruction. Wakati Mungu ameamua utamtumikia, huwa anafagia dunia. Anafagia kila kitu ambacho kinakaa kusimama mbele yako. Hakuna jani lilionekana, maana jeshi lake lile alilituma lilifagia. And it will do the same for you. Hapo Farao akawaita Musa na Aroni kwa haraka sana. Nimetenda dhambi dhidi ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na dhidi yenu. Sasa amenyenyekea. Kile kinakuzuia kitanyenyekea. Nasema kitanyenyekea. Ile ukaidi itateremuka kama bendera Friday jioni, ikikunjwa ipelekwa kwa ofisi. Sema nimetenda dhambi dhidi yenu. Mstari wa 17. Verse 17. Kwa hiyo sasa ninawasihi. Your enemies will come clinching before you. I beseech you, ninawasimu nisamehe dhambi. Mara hii moja
moja tu, muniombe kwa Mwenyezi Mungu aniondolee hiki kifo. Mungu hakuwa anataka kumuua Farao. Mungu alitaka kutoa watu wake waende kumwabudu. Lakini kile kimewazuia, saa ingine inabidi kiondolewe. Mungu hana haja kuua mtu, ana haja watu wamtumikie. But kile kinasimama kwa njia yake, kama ni mauti itabidi kitaondoka. Naomba uniondolee hiki kifo. Moses did not bring any death though. He just came because God has a purpose with you and you and you and myself. Verse numbers 18. Mstari wa 18. Basi Musa akaondoka kwa Farao, kaenda kumuomba Mwenyezi Mungu. Oh, Mungu atupatie moyo kama wa Musa, ambao unalilia Mungu kwa watu waovu. Mstari wa 19. Naye Mungu akaleta upepo mkali toka magharibi, ukawainua wale nzige na kuwasukumia kwenye bahari ya Shamu. Hakuna hata nzige mmoja aliyebaki katika nchi nzima. The God who is calling us to serve him, huyu Mungu anayetuita kumtumikia, anaweza wa kuleta mauti na kuiondoa mara moja, ghafla. Na sasa nakuuliza, ni nini unaogopanga Mungu akikwambia unimtumikie? Kama ni nzige anawaleta mara moja na kuondoa, anaondoa mara moja. Twende mstari wa 24 tafadhali, for the interest of time, verse number 24. Kisha Farao akamuita Musa akamwambia, nendeni mkamtumikie Mungu wenu. Watoto wenu pia wanaweza kwenda pamoja nanyi. Hiyo ni degree ingine ya kuenda kumtumikia Mungu. Umezuiliwa, sasa umeachiliwa, enda peke yako. Unaachiliwa, unaambiwa beba hata watoto, hatuwataki, enda na wao. Number 3. Lakini, tutaseme lakini, kondoo na mbuzi na ng'ombe wenu wabaki hapa. Mwache rasilimali zenu hapa, hamwendi kumtumikia Mungu wenu na mali zenu. Mtamtumikia mkiwa mnakaa chokora, mtamtumikia mkikopa na kuombaomba. Endeni. Hivyo ndivyo anawaambia, mali muache hapa. Hizo vitu muniachie mimi. Mwe watu wa kuhurumiwa, watu wa kusononeka. Pharaoh is bad. Farao ni mbaya. Hatakangi Mungu abudiwe. Na akikuruhusu ni degree fulani. Enda wawili, endeni watatu, endeni wanne. Musiende hii hall isijae, mujaze hizi roho mbili tu. Hizo zingine zikae. That is how Pharaoh works. Lakini leo tunamwambia tutajaa hapa, tufurike, tuende stairs, tusimame Haile Selassie Avenue, tukimwabudu Mungu, tukimuinamia watoto wetu na vitu vyetu. Mstari wa 25 inasema nini? Ati muache kondoo zenu. Hizi ndizo vitu walikuwa anaenda kumtolea dhabihu. Musa akamwambia, ni lazima uturuhusu kuchukua wanyama, watambiko na sadaka. Oh my God, I love Moses. A man who feared nothing. Na sisi tumebarikiwa tuko na mtumishi wa Mungu haogopi chochote. Na unatetemeshwa hivi tu. Anasema lazima uturuhusu tuchukue wanyama wetu. Farao, sikia, lazima. Na leo I stand here on kwa viatu za mtumishi. Lazima aachilie mali zetu. Lazima aachilie vitu vyetu. By the grace of God from his servant. Kwa sababu hizi ndizo tunamtolea sadaka za kuteketezwa, tukamtambikie Mungu wetu. Pharaoh knew that because they used to offer, huko Misri walikuwa wanachinja watoto wao, miungu zao. Sasa wanaona Waisraeli wanatoa wanyama badala ya watoto na wana nguvu kutuliko. Hawa hawaui watoto wao, sisi tunaua watoto wetu, lakini Mungu wao ana nguvu kuliko wetu. They will release what belongs to us. In the name of Jesus. Kile ambacho kimekuzuia, Farao anasema endeni, muache mali hapa, hizo ni zangu. Musa anamwambia
Hiyo ni ndoto ya mchana. Utaacha, utaziacha. And today I came to say, we will serve God with our all, with everything, the fruit of our womb, our wealth, our resources. Kama shetani anafikiria akishikilia mali yako hautamserve Mungu, utaichukua. Tunaichukua, si eti tutaiacha, wacha tu nikaserve Mungu hata kama nitakopa. No way. Release what belongs to me. It is for me to serve God with. Hallelujah. You don't just quit. Etiacha. Unyinyi endeni, hata watoto wenu endeni. Mwache hizi zingine hapa. No, you bring hapa. Ekelea yote. Want people who will be like Moses. Want people who will believe God and say, I will serve God with everything, in every way, every time. Nothing to hinder me. Glory be to Jesus. I love this God. I love this God. Why does God wants people to serve him? Hallelujah. God said to his servant Abraham, long time ago. Kwa sababu ndio nikakwambia huyu Mungu tunaabudu ni Mungu wa agano. Long time ago, he said to Abraham, in the book of Luke, chapter number 1, verse number Luke chapter number 1, verse number 70, mstari wa 70. Or let me go to, he spoke. Luke chapter 1, verse number 70. He spoke by the mouth of his holy prophet, since the world began, that we should be saved from our enemies. Luka 1, mstari wa 70. That we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. He spoke that to fulfill the mercy he promised to our fathers, to remember his holy covenant. Tuko mstari wa 73, Luka sura ya 1. The oath, hiyo covenant sasa. Kiswahili tafadhali, Kiswahili. The oath which he swore to our father Abraham. Kile kiapo, tusome hapo, kwamba atatuokoa mikononi mwa adui zetu na kututoa mikononi mwa wote wanaotuchukia. Mstari wa 72. 72. Alisema atawahurumia wazee wetu na kukumbuka agano lake takatifu. Mstari wa 73. Alimwapia Abraham baba yetu kwamba atatujalia sisi. 74. Tukombolewe mikononi mwa maadui zetu. Tufanye nini? Tupate kumtumikia bila hofu. 75. Tuwe wanyofu na waadilifu mbele zake siku zote. Glory be to God. Today God remembers his covenant. Kile alichosema zamani kwa Abraham anakifanya hata sahi, ili sisi tukombolewe kwa mikono ya wanaotuchukia. Iwe ni mapepo, iwe ni mazingaombo, iwe ni uchawi, iwe ni watu wajinga ambao wana akili wanakusumbua bure. Amesema atakutoa kwa mikono yao, atakukomboa pale. Ile oath Isau aliapa kwa Abraham ili aweze kutukomboa sisi kwa mikono ya maadui. Tufanye nini? Tumtumikie. Tumtumikie. As I began by saying, we are set free to serve the Lord. Hata hiyo percentage kidogo imebaki kinaisha.
Mungu anakuweka huru kabisa kabisa kabisa. Unamtumikia kwa sababu hilo ndilo kusudi lake, ili tumtumikie bila hofu ama uoga. Unamtumikia Mungu ukiwa shoulders high. Na sio maringo, na sio kiburi. Ni kile amefanya. Ulikuwa umeinamishwa hivi na shida. Shida imekuinamisha, uso umekunjamana. Sasa Mungu anakuweka huru. Kwa nini usitembee ukiwa huru? Kwa nini usimtumikie ukiwa huru? Kwa nini usimuinulie mikono mitakatifu? Kwa nini usitoe sauti? Hiyo sauti ulikuwa imefinywa, adui ameifinya. Sasa Mungu anaiweka huru. Kwa nini usimpazie shangwe, usimuinulie, mwambie hakuna kama wewe? We are set free to serve him without fear. Bila intimidation from any demon, from any devil. Mungu amekuweka huru. Hiyo ugonjwa ilikuwa inakuponda ponda hivi, ukitani hivi unasikia kupiga nduru. Sasa ameiondoa. Kwa nini usimurukie? Useme I will serve him with no fear, no shame. Hakuna aibu. Muone aibu ya nini? Aibu amechukua. Amenivika taji ya utukufu, na nitatembea na hiyo taji nikisema wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe unaweka huru waliofungwa. Hallelujah. This God that has called us, he wants a people will serve him without fear. Bila kuogopa. Ambia jirani hiyo uoga wachana nayo. Yesu aliwaambia, mnaogopa watu wanaua mwili tu. Ogopeni yule anaweza ua mwili na nafsi aichukue na irushe jehanamu. Huyo tu ndio tunafaa tuogope. That is the only one we should fear. Ule tu anaweza chukua nafsi, lakini si ule anaweza ua mwili. Kwani huu mwili ni nini? Hii ni chombo cha Mungu. Amekiweka huru ili kimtumikie. Hii mikono ni chombo chake. Unapoiinua kwake, itakuwaje ya shetani na bado ni ya Mungu? Haiwezekani. Haiwezekani. That we may serve him without fear in holiness. Sema katika utakatifu. Katika utakatifu. Hapo hakuna negotiation. Hapo hakuna kujadiliana, hakuna kusemezana. Ni utakatifu ama ni kitu? Ni kitu tunataka ama ni utakatifu? What do you want? Hapo ni utakatifu, sio kitu. Hallelujah. In holiness. We must be holy when we stand before him. Our hands must be holy. Our hearts must be holy. Everything about us when we serve him. Holiness and righteousness. That which is right. Kuserve Mungu sio kuserve tu. Ni kuserve bila uoga, katika utakatifu na katika haki. Sio kukimbia hapa tu na vikapu na nini. Hallelujah. Hizo zote ni mzuri. Kutoa sadaka ni kuzuri. Kuimba ni kuzuri. Hata kuhubiri ni kuzuri. Utakatifu iko. Haki iko. Kicho cha Mungu kiko. Is it there? Ama ni story tunapiga? Je, iko? That is the reason God set us free. We need to add that without fear. When he sets you free from that enemy, unakuwa huru. Thank you my sister. Kabisa. Hata hiyo uchafu na hiyo takataka ya dhambi inakuondokea. Unasimama kwa sababu yeye alifanyika dhambi. Yeye, hiyo dhambi tunafanya, alifanyika hiyo. Ndio sisi tufanyike haki ya Mungu. So that we become his righteousness. So we will not entertain no nonsense of sin. We will stand with him. Katika mahali anataka tukue. Hallelujah. That we may serve him in holiness, in righteousness, all the days of our life. Glory be to God. Siku zote, sio wiki mbili, sio mwezi mbili, miaka 3, miaka 10 unaacha.
every day of your life until the day he comes and says, mwanangu, njoo pumzike sasa. Hallelujah. Hawezi ukakata tamaa. You cannot quit after 3 years, after 10 years, even if it was 20 years. Every day, mpaka mwisho. He has come to set us free. Deliver from the hand of our enemies, those that hate us. Najua mtu kukuchukia ni ameamua, si wewe unamwambia. Na hata wewe ukiamua umchukue si unaamua. But you can change how it affects you. Nikikuchukia sio lazima ukae vile ninakuwazia, vile ninakupangia. Wacha chuki nikae nayo nikupangie na wewe ukae vile unataka. Yes, mimi kukuchukia sio kusema ukae vile eti pastor utafeli. Haka kanaenda wapi? Hiyo ni yangu. Kwako itafanyika vile wewe unataka. Vile wewe unataka ndivyo itakuwa, sio vile adui anataka. Hallelujah. And today the Lord has come and he is delivering somebody who has been oppressed of the devil. Yani unainamishwa, unapakwa matope kwa uso. Mtu alikuwa mwimbaji mkubwa, sasa amejificha pale, ameketi pale tu kwa sababu shetani amemseta hivi. Hawezi inua kichwa. Leo hii Mungu anakuweka huru. You will serve God without fear, without shame, without caring what the devil thinks, without caring who thinks what. Because the one who redeemed you, he has a plan for you. After all, sasa unainama hivi, sisi tunatembea. Sasa tunakutisha nini? Mungu akikuweka huru tunakutisha nini? Si unamrukia. Sasa ile ulikuwa umeinama, si tulikuwa tunaruka. Mungu akikuinua inuka my friend. Acha kuogopa hapa. Tembea kama mtu amewekwa huru na Mungu. Serve God with no fear, no shame, holiness and righteousness. Glory be to God. That is the reason Jesus was hung on the cross. Akavuliwa nguo, akaibishwa, akaangiwa mchana. Sio tukuja tunajificha kwa mapango hivi, tunajificha tukiogopa nini? Yeye aliaibishwa hadharani. Na sisi tuko tayari. We are ready. Wakenya wanasemanga bring it on. Bring it on. We are ready for you. Hallelujah. First Chronicles chapter number 28. God wants a people who will serve him because he has said Mambo ya Nyakati wa kwanza, si ndio? First Chronicles chapter number 28 verse number 9. First Chronicles chapter 28 verse number 9. Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 mstari wa 9. Watu wa media sangine inawachanganya. Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 verse 9. Maandiko inasema hivi. And you Solomon my son. Unaweza weka jina yako hapo. Know the God of your father and serve him with a perfect heart. Nawe Sulemani mwanangu. Huyo ni Daudi anaambia kijana yake. Na tutaona Daudi mwenyewe ukisoma Romans chapter number 13 verse 16. Inasema alitumikia makusudi ya Mungu kwa kizazi chake. David, he fought God's battles. He put the Philistines where they belonged. He lifted the nation of Israel. Alitumikia makusudi ya Mungu. Akasababisha watu wa Mungu akaenda kwa njia zake. Akawafundisha kumwabudu Mungu katika Zaburi. Sasa anamwambia mtoto wake, nawe mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Do you know the God of your father? Watoto wa Apostle Ndura, tuko kwa nyumba. Tunamjua Mungu wa baba yetu. Tunamjua. Jua Mungu wa baba yako. Ukamtumikie kwa kujitoa kwa moyo wote na kwa nia ya kukubali. Jua Mungu wa baba yako kwanza. Umfanyie nini? Umtumikie kwa moyo wa kujitoa.
Kwa maana Mungu huchunguza kila moyo na kujua kila kusudi na fikra. Ukimtafuta utampata, atapatikana kwako. Ukimwacha naye atakuacha milele. Na shida sio baba yako, shida ni wewe. Know God, serve him with a perfect heart. Moyo ulio mkamilifu, moyo usio na mawaa, moyo ambao intentions zake, makusudio yake, motives zake ziko right. Hiyo ndio perfect heart. The intentions and the motives must be right. That is perfection of heart. Moyo ambao haufanyi kwa nia fiche. Darukazi yako hapa na rukaruka anafanya na ako na nia nyingine hapo ndani. Sio hiyo, kuna kania ameficha hapo. Anajitokeleza hapo, anapita hapo mbele ya aposto. Ni Dorcas. Huyu ako nyumbani, si huyu ako hapa. Lakini kuna kania. The heart is not perfect. You need to have a perfect heart. Moyo ulio kamilifu. Moyo Mungu akiona anaona hiki ninafanya kinaandamana na hiyo nia iko ndani. Hiki ninasema kinaandamana na makusudi yaliyo ndani. Moyo ulio mkamilifu na nia inayotaka. Sio ya kusukumwa, sio ya kubembelezwa, sio ya kujume papaswa. A willing mind. Kiswahili cha Kenya ni akili inayokubali. The mind must accept that I'm going to serve the Lord. It must accept and say, yes, I agree. I'm going to do that. I don't have to be pushed. I don't have to be begged. Sihitaji kubembelezwa, kusukumwa ama kutishiwa maisha. It is willingness. Sema kutaka. Kwa sababu Bwana uchunguza mioyo. Yeye anajua mawazo yote. Napo ndio tuko. Bwana anajua mawazo. Hakuna mtu anajua mawazo ya kwangu ama ya kwako. Lakini Bwana anajua. Anajua kinachoendelea mle ndani. May God help us to serve him with a perfect heart, with a willing mind, with right attitudes, right intentions, right motives. That is why Jesus came to die for us, to redeem us from the devil. Yesu alitutoa kwa shetani. Tusikue watumwa. Shetani ndiye usukuma watu kumsafu. Mungu asukumangi mtu. Anakuambia utanisafu. Sema niko busy, wacha mimi. Anasema sawa. Shetani atakuwekelea mijeredi. Utakuwa kwa kazi yake saa 9 usiku watu wamelala. Kutani anakugeuza hivi. Mwingine analeba the whole month, unaleba. Ukipata kamshahara hivi, kamepigwa kameenda. Hivyo ni shetani ufanyisha watu kazi. That will not be a portion in Jesus' name. It will not be a portion. 1 Samuel chapter number 12 verse 20. Samueli wa kwanza 12 mstari wa 20. 1 Samuel chapter 12. Samueli wa kwanza 12 mstari wa 20. 1 Samuel chapter 12 verse number 20. The Bible says, and Samuel said to the people, fear not, you have done all this wickedness. You turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with your heart. Hiyo ni tuko Samuel, tuko mambo ya nyakati. Tuko Samueli wa kwanza 12. 1 Samuel. Samueli akajibu akawaambia, msiogope. Mmefanya uovu huu wote, hata hivyo msimwache Bwana. Hata kama umefanya, usimwache Mungu. Rudi tu, mwambie Mungu nisamehe. Usitoroke, usikimbie. Kwa sababu huko unaenda ni hatari kuliko huko unatoroka. Afadhali ukae kwa rehema za Mungu. Watu walikuwa wamemwacha Mungu, wanaabudu vinyago. Mtumishi wa Mungu Samueli anawaambia, msiogope.
And today God is saying to us, don't fear. Hata kama tumefanya huo uovu wa kuinamia miungu zingine, tumefanya uovu wa kujiinua, kujipeleka peleka, tusitoroke, tumrudie Mungu. Tusimwache. Tusimwache. Unajua, hiyo ndio one of the weapons of the devil. Inaitwa guilt. Moja wapo ya silaha zile zenye nguvu zaidi shetani hutumia kwa watu wa Mungu. Anakuwekelea kitu inaitwa guilt. Inaitwa nini? Nini? Kushonoka hiyo. Mswahili, guilt ni ile yani unaona ufai juu umefanya kitu. Yes, thank you my brother. Hiyo kuhukumika. Unahukumika, anakuambia ufai, unaenda wapi sasa wewe? Unasimama hapo kama nani? Ukumbuki vile ulikuwa mwizi, ukumbuki vile ulikuwa kahaba, ukumbuki hizo vitu zote, unafanya nini hapo? What are you doing there? Mtumishi wa Mungu aambie, hata kama umefanya hiyo uovu yote, msitoroke, msimwache Mungu, rudini kwake. Hata kama umepanda mbegu za chuki na fitina kwa wapendwa, usitoroke, rudi kwa Bwana. Hata kama ni wewe umezambaratisha nyumba za watu, usitoroke, rudi kwa Bwana. He still loves you. Rudi kwake. Ako na rehema bado, anakutaka bado, anakupenda bado. Tumeinamia vinyago, tumeinamia miungu zingine, tumemwondokea Mungu, tumekuwa na kaujanja hapo tu, tunafikiria Mungu haoni. Yeye asema msitoroke, come back to me, I still have a plan for you. Usimwache Bwana, do not run away, lakini mtumikieni kwa mioyo yenu. Kuna rehema katika kumtumikia Mungu. Utapata rehema, my friend. Utapata rehema. Usikubali. Yes, Mungu anaghadhabika na anachukia uovu kabisa. That's why he demands that we serve him tukiwa hivi. Lakini ukijipata umeanguka, simama kunguta mavumbi. Jikunguta mavumbi na usimame umwambie Bwana, nimerudi, nihurumie, nisamee, niko hapa, ninaomba rehema zako. Serve the Lord with your heart. Verse 21. Mstari wa 21. Msigeukie sanamu zisizofaa. Haziwezi kuwatendea jema wala haziwezi kuwaokoa, kwa sababu hazina maana. Kwa Kenya wanasema ni bure kabisa. Hizo sanamu ni bure kabisa. Haziwezi zikakufaa chochote, haziwezi zikakusaidia chochote. Kwa hivyo rudi kwa Bwana. Ndiye Bwana, nimerudi, nilikuwa nimeruka fence, naomba unirejeshe na uanze kumtumikia, na urudi kwa kazi aliyokuitia, urudi kwa nafasi aliyokuitia. Usikubali kurudi kuwa mtumwa wa shetani siku nyingine. Never. Siwahi rudi kumtumikia shetani siku nyingine. Glory be to God. In the book of Psalm chapter number 2, Zaburi 2 mstari wa 11. Zaburi 2 mstari wa 11, maandiko inasema hivi. Psalm chapter 2 verse number 11. The Bible says in verse number 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Tumikieni Mungu kwa kicho. Hiyo ndio Kiswahili sanifu, I think. Kwa kumwogopa. Na tushangilie, rejoicing with trembling. Tuko Zaburi 2 mstari wa 11. Psalm chapter 2 verse 11. Psalm 2:11. Zaburi 2 mstari wa kwanza. Chapter 2 verse 11. Ni sawa tu, ina shida. Serve the Lord with fear, rejoice with trembling. Tunamtumikia tukiwa tunatetemeka, lakini tuna furaha.
Furaha na kutetemeka zinaandamana. Kutetemeka kwetu ni kwa sababu ya jinsi alivyo mtakatifu. Ni jinsi Mungu mtakatifu anaweza tukubali tusimame mbele zake. Hiyo inatutetemesha. Vile Mungu mwenye haki mtakatifu anaweza kubali kutupatia vitu vyake, rasilimali zake za haki na utakatifu. Hiyo inatutetemesha. Aje sasa tunaweza ibeba aje? Hiyo inatutetemesha. David knew the secret of serving God. No wonder alizeeka, akazeeka, akafika mahali asema, nilikuwa kijana, sasa nimezeeka. Sijaona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Hata watoto wake sijaiona wakiombaomba barabarani. Natembea na Mungu, unatetemeka, unaogopa, unasikia habari ya blasphemy, unatishika. Uwezi keti mahali watu wanakejeli jina la Mungu. Uwezi kaa mahali watu wanadhihaki kanisa la Kristo. Uwezi kaa mahali watumishi wa Mungu wanatukanwa. Uwezi kaa hapo. Unafunga masikio ama unainua sauti unamwambia shut up. You cannot. This man walked with God. Paka asema, hey, Mungu hawezi acha mtu wake. Niliona hizo vitu. Nilipigana na Goliath. Sasa niko mzee, sijaiona. Hiyo itakuwa story yako. You will say, I've never seen the Lord. Hizo siku zote nimemtumikia Nairobi. Niliingia Nairobi nikiwa mchanga, nimezeeka. I have never seen God forsake his righteous and those that fear him. In the book of Psalm 100 verse 2, mstari wa pili, verse chapter number 100, chapter 100 Psalm, Zaburi 100 verse number 2. Psalm 100 verse number 2. Muabuduni Mwenyezi Mungu kwa furaha, nendeni mbele zake mkiimba kwa shangwe. Ndio nilisema neno lingine synonymous for serve is worship. Ingereza inasema serve the Lord. Mtumikieni Mungu kwa furaha. Sema furaha. Sio kwa kuhuzunika, kwa kunungunika, kwa kulalamika. Kwa nini? Kwa furaha. I rejoice in serving the Lord. I rejoice in lifting my hands to God. Ninafurahi nikiwa kwa kusanyiko la Mungu, watu wanaomcha Mungu. Wakati ninafanya kazi ya Mungu, ni kwa street ama ni hapa ndani ama ni wapi popote pale, it must be out of joy. Lazima iandamane na furaha. Na muende kwake kwa kuimba kwa shangwe. Haleluya. Shangwe hao watawaambia hakunanga shangwe ya kimoyo moyo. Shangwe ni mdomo unafungua, tena sauti inakuwa juu ya zingine zote. Hiyo ndio shangwe. Ndio watu wanapiga kelele na shangwe, kwa sababu shangwe haiwezi kuwa haleluya, praise the Lord. Hiyo sio shangwe. Shangwe ni kutoa sauti. Haleluya. Na kuanzia leo tutakuwa tunafurahia Bwana kwa shangwe. From this moment we make this a house of rejoicing. Nyumba ya shangwe kwa Bwana. Ndio ukiingia pale na mizigo umebebeshwa, hiyo wiki yote inaangukia hapo kwa gate. Pale kwa gate inaanguka kwa sababu ya sauti ya shangwe, kwa sababu ya sauti ya furaha. Hiyo uzito iwezi ikavuka hiyo nini? Hiyo stairs ikipita hapo haiwezi. Itabaki huko nje. Serve the Lord with fear. Watu wa Mungu. Mungu ametuweka huru ili tumtumikie. Hallelujah. Na unapomtumikia, you can be very sure you will not lack a thing. Unapomtumikia, utakuwa hakika kabisa unajua ni Mungu unatumikia. There is no place for murmuring or grumbling. Eti kulalamika, kunungunika. Ni nani unanungunikia? Watu unungunika juu wanasavu wanadamu. Ukisavu Mungu hauna haja ya kunungunikia mtu. Hauna haja ya kulalamikia mtu. Aliniahidi. Yeye alikuahidi juu ni mtu. Lakini Mungu ana kesi yako kwa meza yako. From today we'll serve God with rejoicing. We will not serve the devil. We will not fulfill the purposes of the devil one more day
in the name of the Lord Jesus Christ. We refuse to grumble. We refuse to complain. Our hearts will be full of joy. Ukiingia pale, ukiasha mtu ndani, akiketi, akismile, umebarikiwa na Mungu. You will serve the Lord. He will take away sickness and disease from your midst. Atatoa magonjwa na maradhi kwenu. Hizo magonjwa ambazo shetani anafikiria ndio remote, anatumia kukufinya. Anafinya unatani hivi, anafinya anakutani hivi. Mungu anaziondoa. Unapoamua kumtumikia, hiyo kansa itaanguka. Hata kama ni ukimwi inaanguka. Inakuacha utumikie Mungu. He will bless your water. Maji yako itabarikiwa. Hautalalamika, oh maji ya Nairobi haikuangi safi. Oh maji ya Nairobi sijui inagonjesha. Iwe ni ya Nairobi, iwe ni ya New York, iwe ni ya Murang'a, maji yako ile iko kwa mkono wako, Mungu anaibariki. Hizo virusi, hizo bakteria, hizo fungi zinakufa, zinaondoka. Unakunywa maji na unatembea. Mkate wako unakuwa umebarikiwa. Because you decide to bless the Lord, to serve God. Kile unatumia kwa mwili wako, hiyo ni kusema huu mwili hautakuwa kila siku unapeleka hospitali. Ukienda hospitali ni kuombea wagonjwa na kuona wale wagonjwa, sio kupeleka udungwe. Kwa sababu mkate wako umebarikiwa na Mungu. Bakteria na fungus zote haziwezi kaa pale, zinakufa. Hata ukiekewa poison kwa hiyo mkate, unaikula na poison inatoka. Hiyo poison inaishianga hapo. Jesus said, hata mkikula sumu haitawadhuru. Hiyo alikuwa anaambia wanafunzi wake, hakuwa anaambia umati ule ulikuwa unamfuata. Alikuwa anaambia wale ambao walikuwa wamemtii, wamekubali. Hata mkishika nyoka hivi kwa mkono, haiwezi kawadhuru. Kwa sababu mumeamua kumfuata. Kwa sababu mumeamua kumtumikia. Glory be to Jesus. When we decide to serve the Lord, my brethren, there are things ambazo zinapoteanga kwa maisha yako. Kutumikia Mungu ni kumfuata. Hiyo ni Luka 16 mstari wa 13. Yesu yule anataka kunitumikia anifuate. You don't serve the Lord when you are at a distance. Yani kumtumikia ni kumfuata. Asema songa hivi unasonga, turn hivi unaturn, simama hapa unasimama. Sasa ndio anakupatia maagizo ya kile utafanya. Situamue kuwa watu wa kumfuata. Situamue tutamfuata kule anataka. Situamue akisema ruka unaruka. Na mara nyingi Mungu ametunenea, ametupea instructions pitia mtumishi wake hapa. Lakini tunaamua wacha hiyo niachie Karo afanye, mimi niko busy. So tunamfuata kwa distance. Tunamtumikia at a distance. But we need to be close to him and follow him and hear his instructions. Hallelujah. Hapo ndio utapata uzima. Hapo ndio kuna nini, na unapomfuata ukiwa unamtumikia, Baba atakupenda. Unajua kuna ile upendo general ya kila mtu, lakini kuna ile upendo special ya watu fulani. Hata Yesu alikuwa na hiyo. Yesu alipenda kila mtu. Ndio alikufa kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Kila mtu anampenda. Lakini kuna wale aliweka hapa, anawaambia kule anaenda, kile anafanya. Hapa close. Wale wa dunia tu amewakufia, wakitaka wamkubali. Baba atamkupenda. Hiyo ni kusema atakufunulia siri zake. Mambo ambayo haionekani kila mahali na kila mtu. Mambo ambayo haijulikani na kila mtu kila mahali, wewe umejua. Sababu Bwana amekupenda na ameamua kukuonyesha siri zake. Glory be to God. When we decide to serve the Lord. If any man, in John chapter number 12 verse number 26, if any man serve me, let him follow me. Mtu yoyote, Yohana 12:26, mtu yote akinitumikia anifuate. Hapo ndio motive zetu na intention zetu
zinajulikananga kwa Mungu. Ninamserve kwa sababu ninampenda, ama ninamserve nikiwa na nia zingine hapa mgongoni nimeficha. Na kumserve ni njia nyingi sana, lakini hiyo tutaongelelea leo. Luka 16:13 inasema hakuna mtu anaweza tumikia mabwana wawili. Hakuna, it is impossible. Either utatumikia huyu ama huyu mwingine. Hiyo ni kusema ukiwa na mabwana wawili, mmoja unamdanganya. Huyo mmoja ni vako tu. Yeye anafikiria mko pamoja na huyu, hamuyuko, uko na mmoja. May we choose today to serve the Lord, the one who redeemed us from the clutches of the devil. Can we choose today to love him? Tuamue, Mungu ninakupenda na ninakupenda, ninakufuata, nitakutumikia liwe liwalo. Glory be to Jesus. Jesus came so that we may have life, and that life is what keeps us. And now I want to read the last scripture in Malachi chapter number 18. Unapomtumikia Mungu, kando na kuondolewa magonjwa na maradhi, na pale mbele tuliona hata na dealing na maadui zetu, wewe unajisumbua bure juu ya adui. Serve God. Serve God. Wachana atawashughulikia. That is what he wants. Malachi chapter number 3 verse number 18. Maandiko inasema hivi. Mstari wa 17. Wacha nianze 17. Maandiko inasema watakuwa wangu. Malachi chapter number 3 verse number 17 and 18. Malaki 3 mstari wa 17, 18. The Bible says, they shall be mine, says the Lord, in that day when I make up my jewels, I will spare them. I wish tungepata Kiswahili. Pita uko na hiyo yako ya Kiswahili. It is powerful. Kiswahili, Malachi 3:17 tafadhali. Malaki, the last book in the Old Testament. Mstari wa 17. Mwenyezi Mungu asema, hao watakuwa wangu, watakuwa urithi wangu maalum, siku ile nitakapoinuka kufanya ninalolikusudia. Sitawadhuru kama vile baba asivyomdhuru mwanawe anayemtumikia. Mstari wa 18. 18. Hapo ndipo mtakapotambua tofauti iliyopo kati ya waadilifu na waovu, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiye. That day is coming, and in fact it is today. Vile baba anawahifadhi wale wanaomtumikia, he keeps them close, he protects them, he is concerned about their whereabouts. Yeye anajali wanaenda wapi, ni kipi kinawatukia kule waliko. Anajua ni nani ako karibu na yeye. Hivyo ndivyo baba anakuanga kwa ule mtoto ambaye, especially yule ambao ni mrithi wake. Ako makini sana kujua mrithi wangu, juu huyo ndiye ataendeleza mawazo yake na mipango yake. Anamlinda. Sema na hiyo siku mtatambua, you will know tofauti iliyoko kati ya waadilifu na waovu. Tafadhali tuamue kuwa waadilifu. It is not in vain. Kuwa mtu mnyofu, kuwa mtu mwenye adili. Siku inafika, siku ya ujanja na uadilifu inafikanga. Halafu utaona haya, kumbe Dorcas tulikuwa tunafikiri ni mwadilifu na kumbe ni mjanja hivi. Lakini hiyo ni ya Mungu kuamua kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. That day comes when everything is exposed. Brethren, I want to say today, God has a day.
Na usichoke. Wewe usichoke. Ni miaka ngapi imepita ukimserve Mungu? Umemserve Nairobi, umemserve wapi Kitui, umemserve Kisumu, ulitumika wapi? Sasa uko Nairobi, labda after Nairobi akupeleke Mombasa. Ukitoka wewe tumikia Mungu na moyo mwenye adili. Siku huwa inafika when a line is drawn, the line of distinction. Wakati you are distinguished, Mungu akiamua kukudistinguish ama kukuadhimisha, I hope that's the correct word, kukuheshimisha, kwa sababu distinguishment inakuja na kuheshimishwa. Hapo you don't clap for yourself. Haujipigi kelele, haujipigi campaign. Mungu ndiye anaamua kukudistinguish. Vile tunaingianga mahali mikutano tunasema distinguished ladies and gentlemen. Unakuwa hapo kwa hiyo class. May God distinguish you even as you pursue to please him. Usichoke na madharau, usichoke na matukano. That time of distinguishing is coming. When you'll be saying, distinguished ladies and gentlemen, the people that God has honored, the people that God has hidden for himself, the person whom God has loved. Mungu amekupenda, wewe fanya kazi ya Mungu, mtumikie. Kama amekuita kuhubiri basi za Nairobi, hubiri. Asubuhi faithfully kuwa hapo, jioni faithfully kuwa hapo. Siku ya distinguishing inakuja, inafika. Usiogope maneno. He has called you to serve his servants. Wengine wako hapa, wengine hawayuko. Do it faithfully. Wewe jipe shughuli yako ni kutumikia Mungu wa mbinguni kwa furaha. Haleluya, bila kuogopa, bila aibu. Kwa sababu kuna mmoja ambaye huwa anareward watu. Siku ya kurewardiwa ikifika, hata waliokutukana watafurahia baraka yako. Hata tuliokudharau tutakuwa partakers of that blessing. Unajua baraka inakuanga ina overflow, hata uwezi zuia, ina overflow tu. Unaipata imeenda kwa mlango wa jirani, uwezi mwambia fagia ukiingiza kwa eti fagia hiyo baraka. No, wacha afurahie. Furahia hiyo baraka, kwa sababu ukisimama mahali Mungu anakupea overflow. You don't hide. Ufichi twingine, wacha itambae. Glory be to God. Inakuwa ni siku ya kuheshimishwa na Mungu. Anasema huyu Mungu sio mwanadamu. Mungu si dhalimu. Sisi wanadamu ndio tunakuwa dhalimu. Mungu si dhalimu. Asahau kazi yako ile ambao umefanya kwa jina lake, ukiwafanyia watakatifu wake. Ambia mtu, Mungu si dhalimu. Mungu sio dhalimu. God is not unjust. Yani akutumie kama mabosses wengine, mwisho wa mwezi analipa bills za nyumba, bills za stima, anaambia wafanyikazi ngojeni. Hiyo ni udhalimu. Hiyo ni udhalimu. Mungu afanyangi hivyo, akisema nitakulipa. Yeye hasahau upendo ambao umeonyesha watu wake. Yeye hasahau kazi yako njema. Inaweza kuwa hata ni asiri, haijulikanangi na mtu. Apostle ajui. Hakuna mtu anajua, ni Mungu na wewe tu unajua kila unafanyianga watu wake kwa jina lake. Yeye si dhalimu, asahau. Siku ya reward ata reward. So our parties serve the Lord. It is God we are serving, not a man. Mpendo, ukisavu mtu utachoka, utakata tamaa. Na huyo mtu hata anaweza kufa ghafla binivu, ukute hayuko. Sasa utaacha kuserve. Serve God. Hallelujah. Huyo ndio wa milele na thawabu yake ni sure. Very sure. Inaweza kawia lakini itakuja. Na inakuja kwa kishindo. Love the Lord. Follow him. Serve him. Fear him only. Yani iwe kama utaogopa kitu dunia hii, ni Mungu peke yake. Sio ujimoto, Mungu peke yake. Hakuna kitu kingine, Mungu peke yake. Kama kuna kitu unaogopa dunia hii, tena Mungu hakuangi hapa, ako hapa. So huyo ndio unaogopa. Hizo vitu zingine, hizo chanazo. When you fear God, you have nothing to complain about. You have nothing to grumble.
huyu kiongozi wetu anatupeanga kazi na yeye aonekanangi, hiyo ni yake, wewe fanya yako. Huyu anatuassign kazi na yeye aoneka, wewe fanya yako. Hii mshahara imekawia sana, hata kesho nitakuja kazi saa 4. My friend, you're doing this, unajifanyia hasara. Serve God. Hata kule unafanya kazi, fanya kama ni kwa Mungu. This God who overthrew Pharaoh is able to overthrow anybody in this earth. Hata mafarao wa siku ya leo wanaojiinua na jita majina zingine, nini, ni vizuri kusoma, lakini ukiwa CEO na unagandamiza wafanyikazi wako, you are wicked. You need to repent and turn to God. Ulipe wafanyikazi mshahara, alafu uanze kufikiria kununua gari mpya na kwenda Dubai holiday. Hallelujah. Yes, so it is the will of God for us. Serving God means serving people. It means making people know God. Hallelujah. Watu wamjue Mungu kwa sababu ya matendo yako ambayo inaandamana na nia na makusudi yaliyo sawa. We bless the Lord for his mercy this day. And lastly, I will tell us vile Joshua aliambia watu in Joshua 24:15. Leo hii mumeona vile Mungu amefanya. Matendo ya Mungu kwa taifa letu tunayajua. Saa hii Kenya ingekuwa moto kila mahali, tungekuwa hatutoki kwa street za Nairobi. Watu walisema tarehe 21 Kenya inaungua. Leo tuko tarehe ngapi? 26. You have seen what the Lord has done. Choose ye today whether you will serve this God who saves us or the God of kule kwingine. Tuchague. Kama Mungu anaweza tuhifadhi na mipango ya waovu, ingine unapangiwa umelala hata ujui. We need to decide to serve him. We need to decide to love him. Huyo Mungu anajua ile mitego umewekewa kwa barabara. Hata kabla utoke kwa nyumba yako, anaona vile inapangwa. Na anajua utapitia hapa na hii mtego anaona ikiwekwa hapo. Amua umtumikie. Ukifika hapo unakuta ameondoa. Hata utajua ilikuwa. Hiyo shimo ilikuwa imechimbwa, hata utaiona. Alishafunika na utapita. God will fight for us when we decide to love him, to follow him and to serve him. We will not fight for ourselves. We will not waste time and energy fighting for what? Sisi tuko kwa job ya Bwana wetu, Mungu wetu. Na anajua kile kiko mbele yetu. So today you will see salvation. Utauona wokovu wa Mungu. Amua tu moyoni, Mungu mimi ni wako, nitakutumikia. Amua tu kwa moyo wako, nimekuwa nikitishwa na watu. Nimekuwa nikijificha kwa nyumba kwa sababu nimesemwa, kwa sababu nimekelewa, nikaacha kazi yako. Leo hii ninainuka, najitikisa. I will go back to serving the Lord. Nilikuwa nimeaibishwa, hiyo aibu leo naiweka chini. Inuka userve Mungu. You will see how God distinguishes people. Utaona. Na hiyo distinguishment sasa hata ndio inaleta hiyo kitu unaogopa. Sasa unaogopa juu ya kusemwa, utaogopa juu ya nini? Sasa ile Mungu sasa amekuinua kiwango kingine zaidi, ndivyo neema inakuwa na ndivyo moto unakuwa. Neema inaongezeka. Mtu amue leo hii, na kama ulikuwa umepanga kuquit kazi ya Mungu, leo sema hiyo nimecancel. Rarua hiyo resignation letter, uichome na uitupe. Uamue kesho asubuhi niko kwa nyumba wa Mungu, niko kwa kazi ya Mungu, niko mahali pale Mungu ametaka nikue. Enda urarue hiyo resignation. Ambia Mungu nitakuserve because you have promised you will keep me. You will preserve me. I will not quit. Sikati tamaa. Hata wengine waende wote, nipate niko hapo peke yangu, nitasimama. Hallelujah. Hata kama umesukumwa, Mungu si umesema uko na mimi. Simama uone wokovu wa Mungu. In the name of Jesus. Tusimame kwa miguu yetu alasiri ya leo. I want to tell somebody, please don't quit. Unaenda wapi? Mungu aliyekuita ni mwaminifu. Ile kazi alianza kufanya ndani yako ataimaliza. Si wewe utamaliza, ni yeye aliyeianza atamaliza.
Yako ni kukaa mahali anataka uwe. Right? You cannot quit. You cannot quit. You cannot give up. You cannot. Stay where God wants you to be. Inua mikono yako mwambie Mungu niko hapa kwa sababu yako. Asante kwa kunipenda na kutoa uhai wako kwa sababu yangu. Tell him, thank you Lord. Thank you for loving me. Thank you for choosing me for yourself. Thank you for drawing me to your ways. Thank you Jesus. I give you glory. I give you praise. I pray for the strength to stay on. Naombea mtu nguvu ya kukaa katika kazi ya Mungu. Naombea mtu nguvu ya kushinda vitisho na sauti za adui shetani. Ninaombea mtu nguvu leo ya overcome every voice of discouragement, every voice of intimidation. I pray for you today that God will raise you above that voice, above that sound of the enemy that tells you you are worthless, that tells you you are not worthy. I overcome that voice in the name of Jesus. Hiyo sauti ambayo inakusukuma, inakuambia wacha kimbele mbele, ninaikomesha. Sema nitamtumikia Mungu kwa kicho, kwa utakatifu, kwa utaua, kwa furaha, kwa kushangilia huyu ambaye alitoa uhai wake sababu yangu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus. Somebody, I pray for you today that the Lord will restore you. You will not quit. You will not give up. You will not be among those who lose the reward. Hautakosa thawabu ya Mungu. Baada ya kufanya kazi ya Mungu miaka 5, miaka 10, hautakosa thawabu. Mungu akikuja kulipa watu wake, atapata bado unaendelea. Yesu akasema mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo. Hautakosa thawabu. You will go up to the end. I pray, Father, this morning that you equip your people with strength, that you clothe them with power, that you strengthen their heart. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of the Lord. Glory to the King of Kings. Glory to the great I am. Glory to the Prince of Peace. Tumwambie Bwana, nilikuwa nimechoka, nilikuwa nasikia kukata tamaa, nilikuwa ninataka kuacha hii kitu, nilikuwa nataka kujificha kwa mapango. Leo nimeamua, ninaamka tena, nimeamka tena upya kwa nguvu mpya katika jina la Yesu. Nilikuwa wakutia watu moyo, hivi sasa ninawavunja moyo. Nilikuwa wakupushi watu mbele, hivi sasa nawavuta nyuma. Bwana nisamehe, nisamehe hiyo uovu, nisamehe hiyo dhambi ya kuhuzunika na kuacha kazi yako. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, unirejeshe furaha ya wokovu wako. Unirejeshe Bwana furaha ya wokovu wako. Na kama wewe Bwana Yesu, lift up your voice and pray for yourself. Somebody, come and pray for yourself. Ambia Mungu nirejeshe furaha ya wokovu wako. Nilikuwa ninaamka mapema kuomba, nilikuwa ninapiga magoti usiku kuombea kanisa lako, kuombea watumishi wako. Nimechoka. Naomba Bwana akuishe tena, Bwana akuvuvie, Bwana akuishe tena. Uanze kufanya ile kazi ya kuombea kanisa lake, ya kutafuta uso wake. Ulikuwa unasimama na watumishi wa Mungu, hautawavunja moyo tena. Utaanza kuwatia moyo, utaanza kuwatia moyo na kuencourage. Rejection.
God. Thank you Minister Dorcas for the word. Aliye na masikio ameyasikia ya kwamba tumekombolewa ili tukaweze kumtumikia Mungu. Sitaongezea, lakini tukumbuke ya kwamba mnaweza keti tu kidogo. Tuko na ibada ya hayo masaa ingine. Tuko na ile deliverance service itakuwa ikianza exactly at 3. Itakuwa ya 1 hour. No, from 3 ndio tunaanza, then to proceed kama vile Roho wa Mungu atatuelekeza. Amen. Tunakumbuka ya kwamba watoto wetu tumekuwa na wao in the whole vacation, na watoto wetu wanarudi hata kama hauna mtoto ambaye ako shule, au watoto ni wetu. Amen. Kwa hivyo ningependa niite Minister Sami ndio aombee watoto wanaporudi shuleni. Mungu awalinde kwa hiyo term. Karibu. Tamaliza tu. Yes, kama una mtoto ambaye anarudi shule, simama na miguu yako. Mahali yuko. Watoto wetu ni baraka. Watoto wetu ni mshale. Amen. Shika tumbo yako na mikono yako miwili, kwa sababu sitakwambia ukuje. Shika tu tumbo yako. Nataka niombe uzao wa tumbo yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Baba wetu, kwa jina la Yesu ni asante kwa sababu ya fursa hii na nafasi hii Bwana umenitunukia ili niweze kunena neno la baraka kwa sababu ya uzao wa tumbo ya hawa wapendwa. Asante ni kwa sababu ya hii muhula ambao tunauingia, watoto wetu wanarudi shule. Baba, ninawaombea ufasaha na ufahamu kwa jina la Yesu. Tuondolee watoto wetu, uondolee ujinga na ile hali ya kusahau kile wamefundishwa shule. Toka sasa na kuendelea mbele, watoto wetu hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. Watakuwa baraka, hawatakuwa kisirani. Baba, naomba kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba madhabahu haya yakanene juu ya maisha ya watoto wetu. Kwa jina la Yesu Kristo na zote tuseme amen. Amen. Tumpe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Amen. Nataka kumaliza kwa neno la maombi. Usiketi chini, nataka tu tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, in the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Turudie tena, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Bethel Clouds TV, empowering lives.